Because, of course, it is that time of this year where politics is indeed the topic of conversation of the day. And we want to bring you an update live from that region where he is now addressing the crowd, and just to let you listen in so that you can follow along and get an update. Please, come on. Tulikuwa Barwesa, tukaenda Marigat. Watu wanalia. Leo tumekuja hapa Pokot. Watu wanalia. Wanalia. Kwanza wanalia juu ya gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda juu zaidi. Bei ya sukari imeenda juu zaidi. Bei ya maziwa imepanda juu zaidi. Jubilee wanadanganya wa Kenya. Hadi wameleta mahindi kutoka Mexico. Hadi unga ni bei yake sasa shilingi 90. Hiyo unga shilingi 90 iko hapa. Maiona hiyo unga? Hiyo unga iko tu kule Sagoit na kule Gatundu. Sio? Sasa wanajubilee wameshindwa kurekebisha uchumi. Sisi kama wananasa tunasema tukishika hatamu ya utawala, gharama ya maisha itarudi chini mara moja. Mambo ya wakulima wanalia. Wanawake wanasema bei ya mahindi imerudi chini. Pale tumekutana na viongozi, wametuambia sasa wakulima wamekuwa wafukara kwa sababu bei ya mahindi ni chini. Sisi tulipokuwa kwa serikali, Raila, Kibaki na Kalonzo, tuliwasha kama bei ya mahindi gunia moja ilikuwa shilingi 3,200. Jubilee walipoingia wakashuka chini mpaka 2,200. Baada ya kelele mingi wamerudisha 3,000. Juzi kama mahindi imekosekana katika nchi yetu, wameenda Mexico, wananunua gunia kwa wakulima wa Mexico shilingi 4,600. Wamekataa kulipa wakulima wa Kenya 3,200, wanalipa wakulima Mexico 4,600. Hiyo ni ungwana. Hiyo ni ungwana. Alafu anadanganya nyinyi, bei imekosekana hapa, tutaleta kutoka Mexico. Baada ya siku 4 mahindi imefika hapa. Meli gani inaweza kutoka Mexico ifike Mombasa na siku hii? Wakiulizwa wanasema hiyo meli ilikuwa hapa Afrika Kusini, ilikuwa na ngoja tu. Inangoja nini wakati wanakufa na njaa? Alafu tunasema tio kulikuwa hakuna mahindi, ikija namna hiyo na wanasema ati imekuja haraka. Hapana, tunauliza Bwana Ruto, sema ukweli. Manake Biblia ilisema sema ukweli na ukweli itakaweka wewe kwa huru, sio? Say the truth and the truth shall set you free. Hii mahindi ambayo mleta hapa ilitoka wapi? Sio? Neno ya pili ni mambo ya usalama. Wakenya wanalia, Wapokot wanalia, Waturkana wanalia, Wamarakwet wanalia, Wakenya wanalia, Watugen wanalia juu ya mambo ya usalama. Watu wanawawa hovyo, wanaua ng'ombe, wanapiga ng'ombe risasi, wanapiga na bomu, wanakanyaga na tingatinga. Juzi nilikuwa kule Laikipia,
Nimeona pale ambaye ng'ombe imewekwa namna hii kwa laini, tingatinga inakuja na wakanyaga mpaka ndama inatoka kwa mgongo ya mama yake. Je, huyo mtu huyo ana akili timamu kweli? Ana akili timamu kweli? Wanaua wananchi, wanaua hata mifugo yao. Ng'ombe imefanya makosa gani? Kwa nini ukanyage ng'ombe na tingatinga? Hata sio uchinje, upatie watu wengine wakule, sio? Upande mwingine wanajigamba tu nyinyi mnakula nyama, wengine wanameza mate. Wanajubilee wameshindwa kulinda usalama wa Kenya. Wameleta majeshi hapo. Majeshi wanakaa pale tu kama sanamu. Hakuna usalama ambaye amekuja. Wameshindwa kudumisha amani Kenya hii. Na hata wakikaa miaka 400 zijazo, hakuna kuwa na usalama. Dawa ni kuwapeleka nyumbani na kuleta NASA. Neno ya tatu ni neno ya ukosefu ya kazi kwa vijana. Si vijana mliahidiwa kazi? Mmepata kazi? Mmepata kazi? Vile vile watoto waliahidiwa laptop. Hiyo laptop imefika hapa makutano. Mwana hiyo laptop? Mwana hiyo laptop? Walisema ati watatengeneza barabara ya lami kilomita 10,000. Hiyo lami mmeona? Mwana hiyo lami? Yale lami ambayo iko hapa ilitengenezwa na Raila Amolo Odinga. Pale iliwacha ilikwama hapo. Inangoja Raila arudi kwa serikali ndio hiyo barabara ijengwe ikisha. Sawa? Sasa wanajubilee wametoa ahadi mingi zaidi. Upande wa elimu walitoa ahadi. Upande wa matibabu walitoa ahadi. Kwa barabara walitoa ahadi. Laptop ahadi. Mshahara wa walimu ahadi. Yote walisema, lakini maneno matupu. Ahadi ya Jubilee ni kama kunyamba kwa punda. Tunataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba kifika tarehe 8 mtapiga kura kwa fujo kwa NASA. Mtapiga? Mtapiga niende kwa mkono.